Rrugën time mellon klava Emrin tëm kur suran goja Dritën tënde për herë t'barbava Zemra fort filloj të doja Sa dëgjoj për ty o Muhammed Assalamu alejke ya Rasul Allah Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Thumma salatu wassalamu ala nabiyina al-karim amma ba'd Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia kipenzi chake Mtume Muhammad rehema na amani zimshukie yeye. Tumeweza kuzungumza kuhusu nani amekuumba, tena tukazungumza kuhusiana na nani Mola wako kwa muda mrefu na kwa upana kidogo. Ama leo inshallah tutaweza kufungua mwaka kwa kuuliza limadha khalaqaka Allah, ewe binadamu, kwa nini Allah amekuumba? Kwa nini Mwenyezi Mungu amekuumba? Allah ni lugha ya Kiarabu, lakini kwa Kiswahili ni Mwenyezi Mungu. Kwa nini Mwenyezi Mungu amekuwa ni mwenye kutuumba? Kwa hivyo unapouliza swali kama hili, limadha khalaqaka Allah, kwa nini Allah amekuumba, faqul khalaqana liibadatihi, basi sema sisi kwa ujumla katika ulimwengu mzima Allah hajatuumba kwa kitu kingine, kwa lengo lingine, bali Allah ametuumba kwa sababu ya kumwabudu yeye. Yani Mwenyezi Mungu ametuumba kwa ajili ya kumwabudu yeye. Kwa hiyo ulimwengu mzima hatujaumbwa kwa kazi ambazo kwamba tumejiingiza ndani yake, bali tumeumbwa kwa lengo kuu kwamba tumwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalili ya kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa lengo la kumwabudu yeye napata kwenye Qur'ani tukufu, kitabu ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alileta vitabu vinne ambazo ni Taurati, Injili na Zabur na Qur'an. Kisha ndani ya kitabu hichi, vitabu nne hizi, akachukua tatu akaingiza kwenye kitabu kimoja. Akachukua Taurati na Injili na Zaburi akaingiza ndani ya Qur'an. Qur'an ikabeba Taurati na Injili na Zaburi. Baadaye Qur'an kiukamilifu wake akaingiza ndani ya suratul Fatiha. Ndani ya Qur'ani kuna sura ambayo inaitwa suratul Fatiha. Imebeba amri zote za ulimwengu na makatazo zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Imebeba kila kitu ambayo Allah anataka na kila kitu Allah hataki. Ndani ya suratul Fatiha hapa Allah kaingiza suratul Fatiha ndani ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ndani ya aya moja ya kwamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ma khalaqatul jinna, na atukuumba majini, wal insa, na wanadamu, illa liya'budun, atukuwaumba wastarehe katika dunia, wajenge tu katika dunia kisha wakae, watembee katika dunia kisha wakae, wafanye maharibifu katika dunia kisha wakae, bali tuliwaumba ili waweze kuabudu, waweze kuniabudu. Allah anasema nilimuumba huyu binadamu, nikawa ni mwenye kumuumba binadamu kwa lengo ya kwamba aweze kuniabudu mimi. Kwa hiyo mimi na wewe ambaye leo unanisikiliza, na yule ambaye kwamba bado hajatupata, kimfuata yeye unaweza kumwambia kwamba Allah ametuumba kwa sababu ya lengo moja ya kumwabudu yeye. Wal hikmatu min khalqil mukallafina min aljinni wal insi hiya al-ibadatullah azza wa jalla wahdahu. Lengo na hikma ya kuumbwa kwa viumbe wanadamu na majini wote, kuumbwa, lengo letu la kuumbwa katika ulimwengu hii ni kwamba tuweze kumwabudu Allah peke yake. Wa ifraduhu bima yajibu lahu, na kumpwekesha huyo Mwenyezi Mungu
kwa yale ambayo kwamba anapaswa kupekeshewa yeye, yani kutengewa yeye yale ambayo kwamba anastahiki kutengewa yeye, haki yake apewe yeye. Isijikawa unachukua haki ya Mwenyezi Mungu unampa mtume wa Mwenyezi Mungu. Ukichukua haki ya Mwenyezi Mungu ukampa mtume wa Mwenyezi Mungu, utakuwa umeingiza watu katika ushirikina na watu watakuwa wameangamia, na hata wewe unaweza kuwa umeangamia. Kwa hivyo haki ya kuabudu ni yake yeye Allah peke yake, si haki ya kupewa mitume wake. Mitume wake ni kutiiwa kwa kuwa wametuletea mafundisho na sheria kutoka kwa huyo Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndiye anafaa kuabudiwa, na ndio lengo la kutuma hawa manabii waje watutoe katika giza ya kuabudu miungu, ili tuweze kuabudu yeye Allah peke yake katika ulimwengu mzima. Kwa hivyo kinachofaa kufanywa Mwenyezi Mungu ni lazima haki yake ya kuabudiwa yeye peke yake aitiiwe katika ulimwengu mzima, na ulimwengu mzima mimi na wewe tuishi tukijua kwamba Mungu ni mmoja na anafaa kuabudiwa yeye. Wa maana dhalika anna Allah azza wa jalla lam yakhluqna abathan. Na maana ya hii aya inatuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakutuumba hivi hivi, hakutuumba kisha katuacha hivi hivi, wala yatrukuna hamalan, na pia hakutuacha hivi hivi. Qala azza wa jalla, Allah anakasema kwamba afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Je, mnadhania kwamba tumewaumbieni mkae tu duniani, mutengeneze kazi zenu, mufanye biashara zenu, muishi mkiite wakubwa, mujiite cheo kubwa, mulalamikiane kwenye vyeo, muibiane, mufanye mnavyotaka nyinyi? Hiyo sio lengo la Mwenyezi Mungu kuniumba mimi na wewe, bali lengo la Mwenyezi Mungu kuniumba mimi na wewe ni kwamba tuweze kuwa wenye kumuenzi katika hii ulimwengu, na tuweze kuwa ni wenye kumwabudu yeye nani? Mwenyezi Mungu. Qala azza wa jalla, Allah anasema kwamba wa annakum ilayna turja'un. Kisha baada ya hapo kwamba tumwawekeni katika dunia ili muweze kutuabudu sisi, muweze kuniabudu mimi Mwenyezi Mungu. Hapo bado mimi nataka muirudi kwangu mimi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ametuweka katika dunia tuishi kwa kumwabudu yeye, lakini tukiwa tutakosa kumwabudu yeye au tumwabudu yeye, bado tutarudi kwake yeye, ili aweze kutupatia miti, ili aweze kutuchukua wale ambao kwamba walimwabudu na wale ambao kwamba walishughulika na maisha yao. Allah subhanahu wa ta'ala laysa bidhallami lil'abid, si mwenye kudhulumu waja wake, bali wale watakaokuwa wanamcha yeye atawachukua na atawapa zawadi na wanaofaa na inalingamana na ibada yao. Na wale ambao kwamba waliishi katika dunia wakimpinga na kumkataa na wakifanya ibada asiyoyaleta katika ulimwengu, nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawachukua na atawapatia adhaba wanayostahili. Kwa hivyo ulimwengu tumeletwa kwa ajili tuimarishe ibada, tuweze kumwabudu Mwenyezi Mungu haki ya kumwabudu, tukijua kwamba tunarudi kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya siku ya mwisho watu wote tutarudi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kisha wale walifanya machafu, waliofanya mabaya, walifanya kwa siri, hawakuonekana, lakini kwa Mwenyezi Mungu walionekana. Allah aliwachukua kwenye kamera yake. Kwa hivyo wote Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu kupitia makosa waliyofanya. Na wale ambao kwamba walimwabudu haki ya kumwabudu, wakamwogopa haki ya kumwogopa, Allah atawaingiza sehemu ambao unafaa. Kwa hivyo mimi na wewe tuwafaa kumwabudu huyo Allah na kunyenyekea na kutekeleza ibada. Na uwezi kumwabudu Allah kama haujasoma kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia uwezi kuabudu kile yule ambao kwamba haumjui. Kwa hivyo wewe inahitajika katika masomo ya kwanza katika ulimwengu, ambayo ulimwengu ungeendea mbio kila moja aweze kufundisha mtoto wake, bibi yake, mama yake, ndugu yake, kila moja aweze kufundisha, na ile ilikuwa ni masomo ya kumjua Mwenyezi Mungu. Watu wanafaa kusomeshana kumjua Mwenyezi Mungu. Na wale ambao kwamba wamesoma kumjua Mwenyezi Mungu wanafaa kufanya kazi ya kufundisha watu waweze kumjua nani? Mwenyezi Mungu. Maana masomo hii ni muhimu kuliko masomo zote. Unaweza kuwa uko na masomo makubwa, wewe ni daktari,
wewe umesomea uraisi, umesomea ugavana, umesomea kila kitu, lakini hauna masomo ya kumjua Mungu wako, wewe ni kama nyumba tupu, nyumba ambayo kwamba debe tupu, yani hauna chochote. Kama hauna talent, masomo ya kumjua Mungu wako, unaishi katika ulimwengu ni kama debe tupu, hauna chochote. Kwa hivyo mtu muhimu wa kheri ambaye anafaa awe anaenziwa katika ulimwengu, awe anaenziwa na certificate mkubwa, ni yule ambao kwamba anamtambua Mungu wake na anamwabudu haki ya kumwabudu. Kwa hivyo ulimwengu mzima, wadogo na wakubwa, wote tuwafaa kukimbilia na kutaka kumjua ni nani ametuumba na lengo gani ametuumbia sisi, ni ambaye na sio mwingine bali ni Allah, na lengo la kutuabudu bali kutuumba ni kwamba tuweze kumwabudu yeye. Qala ta'ala, al-malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim, kwamba yeye ndio mfalme wa haki, hakuna muumba wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, hakuna muumba wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na hakuna mwenye haki isipokuwa yeye. La ilaha illa huwa, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul arshil azim, mwenye kiti cha enzi kitukufu mkubwa, yani kiti chake amekikalia yeye. Ile kiti si kwamba yeye anahitaji ile kiti, bali ile kiti inamhitaji yeye, na baada amekalia. Sisi wanadamu tukikaa kwenye kiti tunahitaji kiti itubebe, maana kiti kivunjike na tuangusha sisi. Lakini Mwenyezi Mungu ana kiti chake na ile kiti inamhitaji yeye, na mimi tunamhitaji Mwenyezi Mungu, maana sisi Mungu hatuhitaji sisi, bali tunamhitaji yeye. Usifikirie kwamba kama haumwabudu Mwenyezi Mungu ati Mungu ana haja na wewe, hata anasoneka. Hapana. Mwenyezi Mungu yeye ametosheka, amekamilika. Kwa hivyo wewe ndio unafaa kumtafuta na unafaa kutaka kumjua yeye Mwenyezi Mungu. Na ndio na ile kiti amekalia, kiti cha enzi amekalia, yote pamoja na hiyo inamhitaji yeye. Kisha hiyo kiti chenyewe imebebwa na malaika 19. Malaika hawa wazito wamembeba hiyo kiti cha enzi. Na malaika, kila moja malaika ni mkubwa sana, kiasi ambapo kwamba ukitoka kwenye bega la malaika hii mpaka kwenye masikio ya malaika ni miaka 70. Kwenda kutoka kwenye bega mpaka masikio yake peke yake ni mwendo wa miaka 70. Na hao malaika wakubwa hawa wamebeba kiti cha enzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe ambao ni wadogo kiasi wa hali ya juu, hata hao malaika wakikuja duniani watutazame, watashangaa na hawa ni viumbe vya Mwenyezi Mungu. Sisi kwa nini limadha natakabbar an ibadati rahman? Kwa nini tunafanya kiburi kwa kutomwabudu huyu Mwenyezi Mungu? Kwa nini tunaabudu miungu wasiofaa? Kwa nini tunapoteza muda wetu kwa kurukaruka? Kwa nini tunapoteza muda wetu kwa kufanya ibada isiyofaa mbele ya Mwenyezi Mungu? Kuna ibada ya kuenzi ibilisi na kuna ibada ya kumuenzi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tumwabudu Mwenyezi Mungu, haki ya kumwabudu. Na elimu ya muhimu katika maisha yangu mimi na wewe ni kwamba tuweze kumtambua Mwenyezi Mungu katika ulimwengu mzima. Qala ta'ala, wa ma khalaqna al-samawati wal arda, samaa wal arda. Allah anasema na tukuumba bingu na ardhi hii, wa ma bainahuma, na vilivyomo ndani ya bingu na ardhi, bathilan, hivi kwa makosa. Yani Mungu hakuumba bingu 7 na ardhi 7, hakuziumba hivi kwa makosa. Dhalika dhannu alladhina kafaru, wale watakaosema kwamba Mungu alifanya makosa kwa kuumba bingu na ardhi, ama ameumba tu hivi watu wakule, waamuke, wafanye wanavyotaka wao, wafanye maribifu, wengine waue wenzao bila sababu, wengine wanyonge wenzao bila sababu, wengine waweze kuchukua, kama vile leo imepatikana watu ambao kwamba wana nguvu, wana vyeo kiasi fulani. Sasa hawa hawaangalii haki ya kibinadamu, na kinyume wanapazia kusema kwamba sisi tunaangalia haki ya kibinadamu. Haki ya kibinadamu ni kwamba binadamu yoyote hafai kumwagiwa damu bila ya ruhusa, hata kama ni kiongozi mgani ndiye yuko kwenye kiti. Ana cheo cha kumuua mtu, ana cheo cha kutaka kujua huyu mtu ana haki yake kama binadamu. Kwa sababu siku ya kiyama, wewe unapomdhulumu huyu mtu kamuua kimakosa, siku ya kiyama utamlipa. Siku ya kiyama ataamuka yule mtu ulimuua na utamlipa, na utakuwa na malipo, si pesa utamuonga, bali siku hiyo inachukuliwa matendo yako mema anapewa yeye. Sasa pengine uliua yule mtu na wewe mwenyewe hauna hata matendo moja mzuri mbele ya Mwenyezi Mungu, utakuwa wapi?
moto wa jahannam, kwa sababu wengi wanakuja nyuma yako wamelia umewaua, na ile hali wewe mwenyewe umefanya maasi mpaka ukaondoka duniani. Wewe mwenyewe na mali yako na maisha yako na kila kitu yako, wewe ni maasi moja kwa moja. Kwa hivyo tuweze kurudi kwa Mwenyezi Mungu, tuweze kumwogopa Mwenyezi Mungu. Ogopa kumwaga damu ya mwenzako, ogopa kuua mwenzako, ogopa kufanya maasi, ogopa kufanya machafu. Ishi ukiwa unaogopa maisha ya binadamu, na uweze pia ukiishi ukiogopa amri ya Mwenyezi Mungu juu yako. Anasema tu kuumba hii bingu na ardhi ili watu wakae tu hivi hivi wafanye mambo yao, wasome masomo zile wanataka peke yake, bali tuliwaumba kwa ajili ya kumwabudu. Ama wale wanadhania kwamba dunia imeumbwa watu wakae tu hivi waondoke duniani, dhalika dhanu alladhina kafaru, ili ni dhana ya wale ambao wamekufuru, hawamjui Mungu, wamemkataa Mwenyezi Mungu, ndio wanadhania hivyo. Fawailu lilladhina kafaru, basi ni adhabu kali itapata watu wenye kukufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Minan nar, watapata adhabu gani? Ya moto wa jahannam. Kuna sahabiyun jalil, sahaba huyu ni mwanafunzi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaitwa Abdullah bin Abbas. Anazaliwa zama za bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Kisha Mtume akambeba, fahadnaka, wakawa ni kumpakia mati yenye baraka, mati yake. Ambapo sisi leo kama watumishi wa Mungu wakubwa, ambao inatakikana wale ambao kama tunaongoza watuletee watoto wao baada ya kuzaa ili tuweze kuwaombea. Sasa lakini hatuwezi kuwapakia mate zetu, kwa sababu mate zenyewe sasa hivi zimebadilika, watu na mate tofauti tofauti, wengine wana TB. Sasa wewe wakati huu wewe ukiletea mtoto kama huyo, utakuwa ni mwenye kuchukua tende ya ndani, alafu unachukua maji vugu kidogo unampakia yule mtoto, kisha tad'u lahu bisali adwiya, unamwombea dua ambazo kwamba zafaa. Kwa hivyo tusifikirie tumeletwa duniani kwa ajili ya kukaa tu, tumeletwa duniani kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Fallahu khalaqana liibadati, Allah ametuumba kwa ajili ya ibada yake. Qala Allah azza wa jalla, fa idha qala rabbuka lilmalaikati, kumbuka Allah alipokuwa amekaa na malaika wake, kisha akamwambia malaika binguni, wakati huo binadamu hayuko duniani, hakuna binadamu, hakuna kiumbe kama binadamu duniani. Allah akashauriana na malaika wake akamwambia, inni jailu fil ardi khalifa, mimi nataka kuweka duniani kiongozi, nataka kuweka duniani nani? Kiongozi. Qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa, malaika wasema, Mwenyezi Mungu, unataka kuweka katika duniani wale watakaomwaga na damu, wafanye maharibifu, wafanye machafu, na unatuacha sisi hapa ile hali tunakuabudu wewe, tunakuenzi wewe Allah. Allah akasema, inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi najua yale ambayo kwamba hamuyajui malaika. Ikabidi Allah anajua. Kwa sababu gani Allah anasema hivyo? Allah anajua kwamba atakapoleta huyu kiongozi duniani, mgongo wake kutatokea wacha Mungu ambao watakaomwabudu yeye. Kwa mgongo wake watakuwa waja wema, watakuwa mgongo wake wale wenye kutetea dini hii, mgongo wake watatokea watu ambao kama ni watu wazuri, na pia wengine watatokea watu wabaya ambao watakaokataa amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Lil amarati al-ardhi bi ta'ati Allah, nataka kuwaweka katika ardhi liyuamiruna al-ardha bi ta'ati Allah, ili waweze kupamba hii ardhi kwa kutii Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ulimwengu uonekane watu kama ni wanaume wamevaa makanzu, wamevaa makofia kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na shughuli ambazo kwamba tuko nazo, ulimwengu mzima uonekane ni darul Islam, ikiwa ni ulimwengu ni nyumba ya kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa tauhidi hii, na kumpwekesha huyo Mwenyezi Mungu peke yake. Kupata elimu hii ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu, utapata kuwa nabii Yesu, utapata kwa nabii Muhammad alayhi salatu wasallam. Manabii wote walakuja na elimu hii ya kutufundisha kwamba pwekesheni Mola wenu, abudini Mola wenu peke yake. Wote hawakosema kuna sehemu walisema mtu abudu sisi manabii, walisema abudini Mola wenu. Muhammad anasema abudini Mola wenu, na Yesu anasema abudini Mola wenu, na sisi tunasema abudini Mola wenu. Kwa hivyo Mola ni gani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, aliyewatuma na akawaleta katika duniani liyad'unana ila tauhidi wal ibada, ili watuite katika tauhidi ya kumpwekesha na ibada peke yake. Allah atujalie siku zingine tukipata nafasi tutaja kujua ibada inagawanyika mara ngapi. Wa ila huna na siku zingine tukipata nafasi tutakuja kusherehesha ibada kiukamilifu, na Allah atatujalia, Allah subhanahu wa ta'ala
atakuja kutujalia, na atakapotujalia tukapata nafasi ya kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuwa ni miongoni mwa watu wazuri. Wala ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ibada yenyewe ambaye Allah ametuumbia sisi ni jina ambalo, jina ibada kama jina ya ibada, jina ambalo limekusanya yale yote Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda, wa yardahu, na anayaridhia. Yani kile wewe bwanadamu utafanya na Allah anapenda na anayaridhia, yusamma al-ibada, inaitwa nini? Ibada. Min aqwali wal afali, katika mafundisho, katika matamushi na matendo. Matamushi yako yakiwa yanaridhisha Allah, basi hiyo ni ibada, na matendo yako yakawa yanamridhisha Allah, basi ni ibada. Kwa hivyo tunatakiwa tuishi duniani hii tukiwa tunamwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio unaona Muislamu kila siku anadumu kwa kusema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwamba ewe Allah, wewe ndio tunakuabudu na wewe tunakuomba usaidizi. Yani Allah, maisha yangu yote nitatamka ma yurdhi ilahi, nitatamka yale ambayo kwamba yanaridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na nitafanya yale ambayo kwamba yanaridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Nitaishi nikimuenzi Mwenyezi Mungu, sitataka Allah anione pali pachafu. Wewe mwanadamu inafaa antahdhira nafsaka, yani uweze kuonya nafsi yako. Allah asikuone kwamba wewe umechukua sigara unaweka kwenye mdomo yako. Allah asikuone unakunywa pombe. Allah asikuone unazini. Allah asikuone unaiba. Allah asikuone unaita watu katika sehemu ya upotovu. Allah anafaa kuone kama wewe unamwabudu, unafanya ibada, unafanya vitu vya kheri, unafanya kazi ya halali, unalisha watoto wako chakula cha halali. Allah anapenda jambo kama hili. Lakini Allah hapendi kuona umeibia watu kisha unalisha watoto wako. Allah hapendi kuona umefanya ushirikina kisha unalisha watoto wako. Allah hapendi umefanya kuabudu Mungu mwingine asiyekuwa yeye, kama tunavyofanya leo, tunaabudu Muhammad au Yesu, tunamwacha Mwenyezi Mungu. Ni makosa. Allah anaona gira kwa mwanadamu, anamwacha yeye, anaenda kuabudu Mungu mwingine. Wala ibada hii ndio ibada, kwamba katika matendo yako yote ufanye kwa kumridhisha Mwenyezi Mungu, na matamshi yako yote ufanye kwa kumridhisha nani? Mwenyezi Mungu. Na wal mu'taqadat, na pia imani, itikad, imani yako iwe juu ya kumtambua nani? Mwenyezi Mungu. Wa qawluhu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lengo la Allah ya kusema ya kwamba atukumba majini na wanadamu isipokuwa waweze kuniabudu mimi, liwahiduni. Hao wanadamu na majini katika ulimwengu, tumekaa katika ulimwengu kwa lengo kuu ya kwamba tuweze kumpwekesha Mungu, kama fasarahu Ibn Abbas, kama alivyoweza kuitafsiri ili tafsiri Abdullah mtoto wa Abbas radiyallahu ta'ala wa ghayruhu min al-ulama. Allah zimuende yeye pamoja na wasiokuwa yeye miongoni mwa maulama, asahaba ridwanullahi ta'ala wametafsiri jambo kama hili, na wale ambao kwamba ni maulama wasomi pia wameweza kuitafsiri inavyotakikana. Wa maana yuwahidun, na lengo la kwamba yuwahidun maana yake nini? Yufariduna bil ibada, yufariduni bil ibada, wanipwekeshe mimi katika ibada. Maana kama ni maombi, kama ni kupiga magoti, kama ni kuomba, kama ni kusujudu, hakuna anayefaa kusujudiwa isipokuwa huyo Allah peke yake. Usisujudu kwa mawe, usimsujudie binadamu, usimsujudie nabii, usimsujudie Muhammad, usimsujudie Yesu, umsujudie Mwenyezi Mungu ambaye ameumba hawa wote na wote wanatembea katika kumiliki yake. Walamul huna lilhikmati la liliqabi. Lam liyabudun, lam hapa imekuja kwa hikma maalum ya kwamba watu waweze kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Hii lama haijakuja kwamba kama hautamwabudu Mwenyezi Mungu katika dari dunia ati Mungu atakuadhibu ukiwa hai. Hapana, bali Mungu atakuadhibu baada ya kuondoka duniani, ikiwa utaondoka duniani ikiwa hautokuwa unamwabudu. Lianna kathira minan nasi ma'abadullah, kwa sababu watu wengi katika hii ulimwengu wanaishi lakini hawamwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa bado Mungu hawadhibu, lakini Mungu anasema wanapodhulumu nafsi yao kwa kutomwabudu yeye Mwenyezi Mungu, siku ya kiyama Allah atawakamata. Walam yuflitu, inna Allah la yumli lidhalim, fa idha akhadhahu lam yuflitu.
Allah atawache mwenye kudhulumu akadhulumu nafsi yake, akadhulumu watu wake, akadhulumu watu wengine, akafanya kila aina machafu, akakosa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Allah atakapomkamata mtu kama huyu, lam yuflitu, hatoponyoka, kwa sababu wewe uliakaa maisha yako miaka 20, miaka 30, miaka 60, miaka 70, maisha yako haumtambui Mola wako. Na siku ya kiyama unaambiwa kwamba udkhul finnar, ingia katika moto wa jahannam. Yani anasema walau kanat al-lamu lilmuaqiba la hasala al-iman min jami'ihim. Lao lamu hii ingekuja kwa sababu kama mtu aniabudu mimi nitawadhibu yote, saa hiyo watu wangeogopa na watu wangeona kama siabudu Mungu naadhibiwa, watu wote wangeamini. Lakini Mwenyezi Mungu ametuma hikma ya kwamba kuna watu watakosa kumwamini na kuna watu watamuamini. Wataishi katika idari dunia Mungu akiwapa muda. Anasema famahilil kafirin amhiluhum ruwaida. Wala ambao kwamba wanakataa mwawache tu, mwawache wape muda, watembee wanavyofanya, wafanye wanavyo machafu wanavyofanya, wacheze disco, waruke, waende kwenye kanivo, wafanye kila kitu wanavyotaka wao. Lakini nitakapowakamata hawataponyoka, nitawaingiza katika moto wa jahannam. Kwa hivyo ulimwengu mzima tuache wala ambao kwamba wanafanya maasi hawa, uwelingania wao. Wakikataa kukusikia, siku ya kiyama watakutana na Muumba wa ulimwengu mzima. Atawaambia pale mlikuwa kitu mlikuwa mnafanya, mlikuwa mnafanya vizuri, mlikuwa mnafanya makosa wakati jitukum bil anbiya wa rusul wal ulama. Nimwaleteni manabii wakawalingania, mitume wakawalingania, na wasomi wa dini wamekuja wakawalingania, wakawaambieni muabudu kwa njia ipasavyo, lakini mkakataa. Kwa idhini leo hamuna leno isipokuwa kuingia katika. Ndio pale binadamu atajuta siku hiyo. Sema ya wailata laitani lam attakhidh fulanan qalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani khadhula. Mwanadamu anasema ole wangu, ningelijua nikiwa bado sijaondoka duniani nisingechukua fulani kuwa ni mtumishi wangu, nisingechukua mtu mwingine kuwa rafiki yangu, nisingechukua fulani kuwa rafiki na mimi. Kwa sababu gani? Analia hivi, anauma ulimi, anauma mdomo. Kwa sababu gani mtu analia? Analia kwa sababu yule rafiki yake alimdanganya, alimtoa kwenye njia ya haki, alimfanya akakosa kumwamini Mungu na kumwabudu Mungu kwenye njia inayofaa, alimfanya akasoma masomo mengi ambazo kwamba zina misingi, akaondoka duniani la yarifu shay'an. Kusoma ni sawa, lakini nafaa usome masomo ambayo kwamba inakufanya umtambue Mola wako zaidi, uishi kama unamtambua Mola wako. Fanya research ya kumjua Mungu wako kila wakati, fanya research ya kukaa kujua Mungu anataka nifanye nini, na usifanye kwa kutaka kwamba uabudu Mungu kwa kutaka wewe, abudu Mungu kwa kutaka kama anavyotaka yeye Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Allah anasema kwamba wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah. Hakuna nabii ambaye kwamba tumetuma katika ulimwengu hii isipokuwa tulimtuma hao manabii kwamba atiiwe kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nabii anatiiwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Wewe mwenyewe ukilingania watu wakakosa kujua, wakakosa kufuata, si watusi, bali watakutii kwa idhini ya nani? Mwenyezi Mungu. Usiwalazimishe watu katika taa, bali walinganie watu watii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatiiwa, anasema na tukutuma manabii isipokuwa hawa manabii tuliwatuma ili watiiwe kwa idhini ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio mtume anaambiwa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Katika ibada hapa kuna siri mkubwa sana. Utapata watu wanaabudu Mungu wengine maskini sana na wengine wasiabudu Mungu ni matajiri sana, ndugu zangu Waislamu, mpaka utadhani kwamba hao ndio wamepewa neema. Kumbe wale maskini ndio Mungu amewapatia na wapenda, kwa sababu wanamnyenyekea kila wakati. Fa'budullaha wala takunu min dari dunya id antum kufara. Muabudini Allah subhanahu wa ta'ala ibada ya sawa, msiondoe katika dunia hii ikiwa nyinyi makafiri. Wa ilahuna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rugang di man